Wakristo wote ambao ni wa Kakamega County na Kenya mzima tuwe waangalifu na madhehebu ambayo ni foreigners yametoka nje ya Kenya na haijajulikana katika nchi yetu ya Kenya, na yanakuja na beliefs zao. Huyo mtu ambaye anaitwa Mackenzie, Mackenzie sio mhubiri wa ukweli, ni mhubiri ambao sisi tunahubiri, tunasema a cult. Mtu yeyote anayehubiri na akiwa ni cult, we don't call him a pastor. Na kwa sababu ya hiyo, kama Mackenzie amepatikana na makosa ya kuua watu na serikali imeconfirm watu kweli wamekufa na Mackenzie amewahubiria wakufwe, serikali wafanye kazi yao ya kwamba washike huyo mtu as an individual, wasiweke blanketi kwa makanisa zingine zote. Makanisa zingine zote siko sawa. Na leo hii tulikuwa na maombi ya pamoja ya kuombea taifa letu na kushukuru Mungu kwa sababu ya baraka ya mvua. Ni kweli taifa hili liliumia, lakini kwa neema ya Mungu tumepata mvua, imenyesha, na tukaona ni vizuri tuje tumtolee Mungu dhabihu ya shukurani ya maombi kama makanisa, muungano wa makanisa wa mji huu. Basi sisi Full Gospel tunafurahi na tunafurahi sana kwa sababu ya kanisa la mji huu kuweza kutukaribisha, na tukiungana na wao tutaweza kuihubiri Injili. Ningependa pia nichukue nafasi hii kukemea mambo ambayo tumeona katika sehemu za pwani, mchungaji badia akiupotosha waumini na kuambia wajifunge ili wakufe, na yeye mwenyewe hafanyi hivyo. Tungesema huyo ni mchungaji aliyepotoka, ana mafundisho ambayo imetokana nje ya Biblia, na ningeomba tusimfuate huyo, na shetani asitumie nafasi hiyo kulipiga kanisa ama kupiga mambo ya kujifunga. Na upande wa serikali tungewaomba tafadhali, kwa mazungumzo yale tuweke mazingara ya mazungumzo, maana kwa mazungumzo taifa hili limewahi kupona. Tuliona pale 2007, 2008 wakati kulikuwa na mazungumzo kwa serikali ya wakati huo na upinzani, taifa lilipona na likasonga mbele. Tungeomba tafadhali taifa letu tungependa lizame katika hali ya umwagikaji wa damu. Tungeomba tafadhali viongozi mtusaidie kwa kuzungumza. Nachukua nafasi hii kwa sababu ya ule mchungaji wa Kilifi ambayo amepotosha watu wetu, wamama, wazee, vijana. Hiyo ni kinyume na Biblia ya kwamba watu wanakufa, wanaambiwa tufunga mpaka tukufe. Ingekuwa ni yeye angetangulia badala ya watu ambao anaongoza. Kwa hivyo kwangu, pamoja na wachungaji wenzangu ambao tuko pamoja na hapa, ninasema ya kwamba hilo jambo si la Mungu na tunaikemea, na hatuwezi shikana na makanisa kama hayo na mafundisho kama hayo, maana ni upotofu na ni kinyume na neno la Mungu. Ninaomba maaskofu wetu, wachungaji, makasisi Kenya mzima tuweze kuunganika, tuongoze taifa hili kwa neno la ukweli la Mungu, kwa sababu ni vyema tunapofundisha watu tufundishe ukweli na neno ambayo ni la uzima, neno ambayo inabariki watu, neno ambayo inaleta uzima, si neno ambayo inapotosha watu. Tuko hapa leo katika mji wa KMQ, Kajiado County, na tumekuwa na mkutano mkubwa wa shukrani. Tumekusanyika kama kanisa la eneo hili Kajiado kumshukuru Mungu kwa ajili ametubariki, tuna mvua, tuna amani, na tunashukuru Mungu sana. Na ningependa tu kushutumu yale mambo tumeona pale kule coast imetendeka. Hiyo inaharibu jina la kanisa. Tumekuwa na wachungaji ambao wanapoteza watu, na mahubiri na mafundisho kama yale tunalaani kabisa, na hiyo hairuhusiwi. Na katika taifa la Kenya tunaomba kuwe na amani. Hata viongozi wa Kenya, rais wetu na upinzani, tunaomba wapatane ili kuwe na amani na uchumi wa taifa liweze kupona. Kwa hivyo tunaomba viongozi wa Kenya tafadhali wapatane, wakae katika meza, maana mahali tuko kama taifa tunahitaji uchumi wetu upone na nchi iwe na amani. Tungetaka kusema kwamba kulingana na upotofu wa nidhamu ambao umeonekana katika mahubiri ambayo ni ya kishetani,
ni vizuri serikali iangazie na isigatie mtu mmoja akiwa mpotofu achukuliwe akiwa mtu mmoja. Na tena tungetaka hata kwa sababu tuko na malengo tofauti katika kanisa, na tungetaka kujua kwa sababu serikali ilisema sisi wenyewe tuangalie njia za Wakristiano, tuangalie njia za watu ambao wanahubiri, kwa sababu kama Assemblies of Christian Churches International ACCI huangalia wahubiri wake vile wanakaa, na lazima mhubiri awe amepitia mafunzo ya chuo kikuu, amefunzwa mambo ya dini ambayo ni sanifu. Kwa hivyo tungetaka serikali ifuatilie mambo hii ya mtu huyu ambaye amefanya mambo ambayo ni ya kinyama. Tuseme ni ya kinyama kwa sababu kama si ya kinyama ni kupotokwa na akili, kwa sababu huwezi kuambia watu wale wengine wasikule chakula lakini wewe uendelee kukula na kunawiri na familia yako. Nafikiria hiyo ni jambo tu la mtu mmoja ambaye amepotokwa na mafunzo ambayo si ya nidhamu, si mafunzo ambayo tunaweza kusema ni mafunzo ya Ukristo. Na mimi nafikiria kwamba katika hii kesi ya Mackenzie lazima kuwe kuna mtu alisembea katika kazi yake, kwa sababu kuna mzee wa nyumba kumi. Mzee wa nyumba kumi hakujua haraiki ya watu ikiuawa, na watu walikuwa na uawa na kudanganywa kwamba wasikule chakula, na kwanza alidanganya watu wauze mali yao, wakalete mali yao kwake. Hata uwezi kujua ni pubavu wa aina gani na watu walipupaswa aje, ndio ni mtu tu alitumia dawa. Mimi naona kama huyu ni mshawi ambaye ametumia dawa, si mtu wa kanisa. Kwa hivyo hiyo ni dawa ametumia saa aina fulani, na ama kupapasa watu na njia ambayo haiwezi kueleweka. Kwa hivyo hapa hata sikitaka kulaumu, lakini nafikiria kuna watu walisebea. Kusebea ndio neno ambao ni muhimu hapa. Serikali ilisebea kutoka mzee wa nyumba kumi, kutoka majasusi wa serikali hawakujua ni nini. Sasa hiyo hatuwezi kujua ni gani, lakini tuseme mambo hayo haikuwa sawa. Mambo haikuwa sawa kwa sababu kungejulikana angalau watu zaidi ya 100 kufa na ni mtu mmoja anawadanganya, na unaona hawa watu wanakataa kula. Si hata Mackenzie yeye amekataa kula, lakini yeye anakataa kula kwa ujanja wake ndio akufe, ndio sasa asipate aibu ambayo iko mbele yake.